Kwa hiyo mlango wa kwanza ni ikhlas, kuweka nia katika amali na kauli zote za dhahiri na za siri. Kabla ya hadithi kuna aya katika Qur'ani, Allah anasema nao hawakuamrishwa ila wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawe waongofu, washike sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini madhubuti. Ni sura 98. Allah sema umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddina hunafaa wa yuqimu ssalata wa yutu zakat dhalika dinul qayyima. Yani Allah hajaamrisha watu chochote ila anataka wamwabudu kwa kumtakasia dini yake, wawe waongofu na washike swala na watoe zaka, na hiyo ndio dini madhubuti. Yani dini ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, sawa, kwa kumtakasia dini yake, kuwa waongofu, sawa, kushika swala na kutoa zaka. Lakini katika aya nyingine sura 22 aya 37 Allah anasema, na akasema tena aliyetukuka, nyama zao hazimfikii Allah wala damu zao, lakini unamfikia uchamungu wenu. Kinachomfikia Allah ni ule uchamungu wa mtu. Na katika nyingine Allah anasema, mkificha yaliyomo vifuani mwenu au mkiyafichua, Allah anajua. Yani Allah anajua mpaka kwenye vifua vyenu kitu gani mlichokionyesha na ambacho mmeficha, Allah anajua. Sasa baada ya hii, kwenye maneno ya mtume anasemaje kwenye swala la ikhlas? Hadithi namba 1 imepokelewa kutoka kwa amiri wa Waislamu Abu Hafs Omar bin Khattabi, amesema, nimemsikia mtume wa Allah akisema, hakika vitendo huzingatiwa kwa nia, na hakika kila mmoja atalipwa kwa nia yake. Mtu ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Na ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya kuipata dunia au mwanamke wa kumuoa, basi kuhama kwake ni kwa lile aliyohamia. Wameipokea maimamu wawili wa hadithi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Maghira bin Badisbah na Bukhari. Hadithi hii ni hadithi namba 1 kabisa katika vitabu vya hadithi, ambao Kiarabu chake inatafsirika innamal a'mal binniyat. Hakika kila jambo linalipwa kwa nia. Ukifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anayekulipa ni nani? Mwenyezi Mungu. Na ukifanya jambo kwa ajili nyingine, utalipwa kwa hiyo nia yako nyingine. Mfano, unafanya ili watu wakuone, wakishaona ndio malipo yako, sawa? Unafanya ili upate mjisifa, ukishapata mjisifa ndio malipo yako. Lakini ukifanya ili Mungu akulipe, Allah ndiye atakayekulipa. Ikiwa na maana tunapofanya amali au matendo mema, tunatakiwa tuyafanye kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, tukitegemea kulipwa na Mwenyezi Mungu, sawa? Usifanye kwa ajili ya mtu, kama nisipofanya hivi ngoja nifanye kwa sababu nisipofanya nitafanya hivi. Ufanye kwa sababu Mungu ameamrisha ufanye, na usipofanya kwa sababu Mungu aliamrisha ufanye au hujafanya, ujue Mungu atakuadhibu. Kwa pamoja hapa,
hiyo hadithi namba moja. Leo tutaangalia hiyo hadithi moja tu. Tukirudia hadithi inasema innamal a'mal binniyat, hakika ya vitendo huzingatiwa katika nia. Hakika ya vitendo huzingatiwa katika nia. Kwa hakika kila mmoja atalipwa kwa nia yake. Mtu aliyehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume. Na yule aliyehama kwa ajili ya dunia, basi atalipwa kwa hiyo. Maneno mtume aliyasema walipofika Madina. Baada ya kuhama, mtume alianza kazi yake ya utume akiwa Maka. Alipofika miaka 40 akawa mtume. Kwa akiwa Maka akaanza kulingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini watu hawakumkubali wengi, wale Makuraishi, kwa sababu waligoma kubadili tabia zao walizokuwa nazo kabla mtume hajawatangazia kwamba hizo tabia Allah hazitaki. Kwa walifika mahala wakataka wamuue. Mtume akaamrishwa afanyeje? Ahame. Akahamia Madina na kundi la wafuasi ambao walimfuata. Sasa katika wale waliokuwa wanamfuata mtume, kule kuhama kwake mtume kwenda Madina ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwamba kama atabaki pale akiuliwa, dini ya Mwenyezi Mungu haitosimama. Kwa hiyo ahame, atakutana na watu wengine, atalingania dini, baadaye atarudi huku alikoondoka. Kwa hata wanaohama naye wanaenda kwa ajili ya dini. Sasa kuna watu walijiunga kwenye huo msafara, hawakuwa na malengo ya dini, walikuwa na malengo tofauti. Ndio walipofika kule mtume akawaambia, kwa yule ambaye amekuja Madina kwa lengo la Mwenyezi Mungu na mtume wake, atalipwa kwa hilo. Lakini alikuja kwa ajili ya dunia, kwamba sijawahi kufika Madina, ndio fursa yangu ya niende, au kule Madina kuna wanawake wazuri ngoja nikaoe, basi huyu atalipwa kwa hilo ni yake hiyo, kwamba akishapata kama ni mke ndio ameshalipwa, akishapata kama ni biashara ndio kashafanya, akishafika Madina kama hamu yake ni afike tu Madina, basi imeisha. Lakini wale ambao walienda kwa ajili ya Allah na mtume wake, Allah atawalipa, atakutana na malipo mazuri siku ya Kiyama. Hiyo hadithi namba 1 ya darasa letu la leo.